Hakuna mtu ambaye alitumia pesa kwa chama ya PAA kama George Kiti. Sisi kama ODM hata tulibabaika na ule jamaa. Kwa sababu jamaa alitumia pesa kisawasawa kukibrand na kukimarket kile chama. Sasa nataka tu watu wajiulize ni kwa nini George Kiti alikuja akatoa statement ya kusema hichi chama kina maana, na huku ametumia mamilioni ya pesa. Alisema kwamba hichi chama kina nini, hakina maana, kwa sababu yule mtu ambaye ndiye party leader alikuwa ananitumia mimi kupoteza rasilimali zangu na nguvu zangu. Alikoniwa vibaya sana. Kingi alimweka George Kiti na very big shit. Huwezi muona sahi George Kiti na Kingi wamekaa mahali pamoja, kwa sababu walimkoni pesa nyingi sana. Pesa nyingi sana. Anipotezea wakati wake mwingi sana. Je, hicho ndo kitu ambacho kinamwandama Aisha Jumwa kwa sasa? Na unajua ngoja nikwambie, Kingi alikuwa ni mtu mrefu sana. Alipoona mambo hayaendi kwa ugavana, unajua Kingi alirudi tena kwa Mng'aro. Mimi nakwambia Kingi alirudi kwa Mng'aro. Alipoona serikali inachukuliwa na Mng'aro, hakutembea tena na George Kiti. Wewe unaweza nitajia mimi mikutano ya George Kiti na Kingi kumuuza George Kiti mwaka 2022? Umeelewa? Na take it from me, Governor Kingi na Mng'aro wale ni one family. Ni wale nini? Family. Na dakika ya mwisho Aisha atajikuta ameachwa nje. Na mimi ninakwambia, utakuja kuniambia. Umeelewa? Kuna mahali pengine yule Governor Kingi, yule Speaker Kingi hataweza kwenda kumuuza Aisha Jumwa awe governor. Umeelewa? Wacha firimbi ilie na Kingi atamgura Aisha. Lakini kwa sasa Aisha Jumwa anaonekana kuiuza sana PAA mpaka sasa. Ashafanya mikutano kule Kilifi North, amefanya mikutano Malindi Shela. Nataka nikuulize kitu. Aisha Jumwa atauza chama kama alivyouza George Kiti? Manake sahihi hana pesa ya kuuza chama hizi. Aisha hana kitu. Hata wale ambao huwa wanaenda kwa ile mikutano yao wanakwenda wanapoa shilingi 100. George Kiti alikuwa anatoa 1000 ama 2000. Umeelewa? George Kiti alikuwa anatoa 1000 ama 2000. Na pesa ya chini George Kiti alikuwa anatoa 500 kwa kuuza chama cha PAA. Sasa huyu si ni vishindo vake tu vile ambavyo havina mahali, kwa sababu watu wanachukua watu ambao hawana mahali pa kwenda. Mtu unakwenda anambia John tuzeni, watu wavalishwe kofia. Hilo ni mipangilio ambayo hata haisumbui chochote hiyo. Hana impact yoyote, kwa sababu ninakupatia mfano mzuri sana. Nimekuambia tuko na mbunge wa PAA Rabai Kengampe. Tuko na mbunge Tungule wa PAA wapi? Ganze. Wa Ganze. Tuko na MCA wa PAA wapi? Hapa katika. Tuko na nominated. Sasa tunataka watoke wao kwa timu moja kama PAA. Washike skani. Waseme mimi MCA elected, nilitoguliwa na chama cha PAA, nimesimama hapa, governor wangu 2027 ni Aisha Jumwa. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba Aisha Jumwa, wale msezi wa PAA kwa sasa hawamuungi mkono. Hakuna. I'm telling you. Wewe nakuuliza, ushawahi kuona? Maana tuko na kiongozi wa wachache katika bunge la kaunti, Thomas Chengo. Ushawahi kumuona kiongozi wa wachache Thomas Chengo kwa mikutano asimame aseme Aisha Jumwa ndiye governor wake? Tuko na MC wa Matsangoni. Matsangoni Hassan juzi alisema wazi, na nampendea sana. Na ni elected MCA and is the most senior. Alisema nini? Kama Aisha Jumwa ndiye amekuja kwa PAA, basi mimi na ni MCA wao. Ni MCA wa PAA. So mimi nakwambia kitu kimoja ya kwamba sahi changamoto ambayo tuko nayo sisi kama watu wa His Excellency the Governor na chama cha ODM, MCAs wamejaa hivi, elected na wale ambao wanatafuta viti.
wote wanatafuta kwa chama cha ODM. Sasa hii mikakati, nyinyi, wewe ndio kiongozi wa wengi katika ile bunge la county na mmoja kati ya wale ambao wameshikilia ODM hapa Kilifi, mikakati ya kuhakikisha kwamba Governor Gideon Maitha Mung'aro anakuwa governor kwa kipindi cha pili na kwamba hipa na wengine ambao watajitokeza hawatapata ugavana, mko na mikakati gani? Rafiki yangu, mwaka jana ndio tulifunga mikakati. Hata si mwaka? Si tulifunga mikakati. Unajua, wacha nikuambie kitu kimoja na watu waelewe. Mimi hii wodi ya Watamu ni kubwa sana. Inakwenda paka Mayungu. Umeelewa? Mbaraka Chembe. Inakwenda Kizingo, Gede, Jimba, Kanani, Jakaranda. Umeelewa? Hii wodi ya nini? Ya Watamu. Lakini ukumbuke kila kiongozi pale ulipozaliwa lazima uwe na kitu kinaitwa stronghold yako. Maana kiongozi yoyote wa siasa huwezi simama siasa kama hujavimbwa kwenu nyumbani. Umeelewa? Unatekana uvimbwe kwenu nyumbani. So mimi ili nikwambie kwamba tumepanga mikakati. So mimi nakupatia mikakati kidogo sana. Nakupatia mikakati ambayo sisi kama wana ODM na wafuasi wa Gavana Mung'aro tulifunga kuanzia mwaka jana. Esha Jumwa amezaliwa Takaungu, Kilifi Kaskazini, ambao ni eneo bunge hili. Esha Jumwa, bahati mzuri sasa, ambao anatoka governor pia. Esha Jumwa amezaliwa wapi? Amezaliwa Kilifi. Takaungu. Mung'aro amezaliwa wapi? Dabaso. Hawa wote wametoka Kilifi North, Kwela, Morongo. Umeelewa? So ubahati mzuri tuko na magavana wawili ambao wamezaliwa eneo bunge moja, wanataka kiti cha ugavana. So angalia, katika Kilifi North tuko MCAs 7. Tuanze na Juma Chengo ambaye Mnarani ward ambao ni kwa kina Esha Jumwa, ambao inajumuisha Takaungu. Tuje sasa Kibarani. Unaona bwana? Kibarani kwa Milele. Tuje Sokoni kwa Rei. Dogo Rei. Umeenda? Tuje Tezo kwa Tom Chengo. Tuje kwa Hasani Matsangoni. Tuje Dabaso kwa Emmanuel. Tuje kwangu Watamu. MCAs wangapi? Kisha tuko na nominated mmoja anaitwa Grace Mwangi wa chama cha UDA. So tuko na MCAs wangapi? 8 katika eneo bunge la wapi? La Kilifi North. Kisha ndani ya Kilifi North tuko na women rep anatoka Kilifi North. Tuko na member of parliament ni wa chama cha UDA anatoka wapi? Kilifi North. Anatoka nani? Anaitwa nani? Owen Baya. Sasa sisi katika sote hawa ambao nimekutajia ambao tuko kwenye viti sote tunasema Mung'aro arudi wapi? Gavana. Pamoja na MCA wa kwa Esha Jumwa ambaye ni Juma Chengo. Sasa wewe nichukulia kwa sababu hii ndio stronghold ya Mung'aro, so Esha hana kiongozi hapa. Kiongozi ambaye kwa naye ni Grace Mwangi ambaye anaishi hapa Gede. Hata watu hawamjui. Nominated. Hata hajulikani yeye. Unaona bwana? Hajulikani kabisa. Umeona hata akasimama hapa kuna watu hata 50 hawafuati. Lakini angalia sisi timu mzima tukiongezwa na Owen Baya. Hivi mwaka huu tunatoa declaration yetu sisi kama watu wa Kilifi North. Viongozi wote tuko nyuma ya nani? Gavana Mung'aro. Namsikia hata Owen jana bwana. Akiwa hapa ndani ya Dabasa. Umeelewa? So sasa strong ikiwa tunakupiga hapa nyumbani wewe. Malindi pale tunataka tujue elected ni nani pale? Elected member of parliament. Si Amina Mnyazi. Amina Mnyazi anasema Mung'aro afanye nini? Arudi. MCAs pale ambao wako pale, hata wale ambao kidogo walikuwa na shida kina Oscar, wale wote. And I want to show you wote watarudi kwa Mung'aro. Na mimi ninakuhakikishia hakuna siku Oscar Wanja atasema Esha Jumwa awe gavana.
wote watarudi wapi? Ni siasa hii. Yes, beti kache, watu watakuja kwa Mng'aro. Kwa sababu wale ni members wa ODM. Hawawezi acha chama cha kitaifa wakaenda chama cha kichochoro. Ile chama cha kichochoroni. Hawawezi kabisa. Kina Rashid Odhiambo wale ambao wamekuwa na msukosuko. What? Mimi ninakuwa as a majority leader. Lakini akina Rashid tayari wameonekana kwamba wao wanampigia upato Aisha Jumwa. Wacha nikwambie kitu, tuko na vile tunaongea sasa. Huyo Rashid Odhiambo, mimi ninakwambia, take it from me. Nataka niwahakikishie atakaa na Mng'aro. Na atasema Mng'aro arudi tena. Na mimi as a majority leader. Mimi ndiye majority na mimi ndio niko pale katika lile. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba siasa ya mwaka 2027 hususan upande huu wa Kilifi, ni kwamba tayari nyinyi mshapanga vile ambavyo governor atarudi tena katika uongozi. Mng'aro kura aliyozipata ataongezewa maradufu, na kura alizopata Esha zitapungua maradufu, tena zitapungua sana. Na Mungu akituweka na uzima, end of this year kama Disemba nitakupa mpaka takwimu kiwango cha Mng'aro, zile kura ambazo tutapata katika kila eneo bunge. Kila eneo bunge. Kwa sababu unajua kura ni hesabu na plan. Umeelewa? Kura si kwenda kutukana watu mazishini kama alivyofanya yeye mama Aisha juzi, kutukana ule mzee wa Kichonyi kwenda mazishini mpaka akafanywa kazauma. Umeelewa? Huwezi kumwata Mng'aro ameenda kwa mazishini kuzungumza siasa. Na mimi ninakwambia kijana wangu, hii Kilifi County Mng'aro na wafuasi wengi sana. Wengi sana. Hawezi Aisha Jumwa hawezi mshinda Mng'aro kwa wafuasi. Ndio nikakwambia last year tulikuwa na timu yetu sisi. Tushapanga. Sitaki kuitoa tu sahihi, lakini nataka tuambie wafuasi wa Mng'aro atarudi tena kama gavana Kilifi. Tena kwa kura nyingi sana. Take it from me. Lakini kuna jambo ambalo lilifanyika hivi majuzi kuhusiana na hayo ya chama, ya kwamba Mheshimiwa Aisha Jumwa kulivyokuwa na ile kukumbuka Raila wakati hafla iliyoandaliwa na Hassan Ali Joho alionekana pale. Je, pengine ile inaashiria nini? Ni sawa, ndio alikuwa mjumbe ambaye aliongoza kupitia ODM pale Malindi, lakini kaonekana wakati tayari ameguria paa na ukamsikiza. Unajua mimi saa nyingine ucheka, na alikuja akiwa amevaa nguo ya ODM, si kama ulimuona. Unajua bado Aisha Jumwa yu tapatapa. Kabla baba afe alikuwa kaenda mpaka zile function za baba mpaka Kisumu akizifuata sana, kwa sababu alikuwa tamaa yake ni apawe tikiti ya nini ya chama cha ODM, lakini ilikuwa ni ngumu sana, alikuta mambo ni magumu. Kwa hivyo kumuona Aisha Jumwa kule, Aisha hana mwelekeo wa kisiasa, kumuona kule bado anataka kujipendekeza, lakini kumefungwa kitambo sana. Na ukizungumza hivyo, kuna yule ambaye alikuwa ni speaker wa bunge la county, Mheshimiwa Ted Mwambire amekuwa akitoa cheche sana za maneno kupitia mtandao wake wa kijamii, hususan akipiga serikali ya county ya Kilifi akisema kwamba firimbi itakapopigwa tu. Wajua yule na Gachagua hana tofauti. Ted Mwambire na Gachagua hawana tofauti kabisa. Yule alikuwa impeach, yule hawezi simama hata mzee wa kijiji. Pengine akasimama mzee wa kijiji akapigwa kura na wazee. Awe nani? Awe mzee wa kijiji. Lakini kutetea ubunge hawezi, kutetea MCA hawezi, kutetea useneta hawezi. Hakuna, sheria haimruhusu. So ile ndio nafasi peke yake kujifariji, kutoa cheche mitandaoni, kwa sababu hana wafuasi yule. Ikiwa kulienda uchaguzi kwa ODM kwake akashindwa na mtoto wa miaka 20 kwa uchaman wanze, alishindwa na mtoto wa miaka ngapi? Wakataka kumdhulumu pia, haikuwezekana. Sasa wewe niambie, mtu umekuwa kansela, MCA, umekuwa mbunge, umekuwa spika, unakuja kuaibishwa na mtoto ambaye hajakuwa MCA, hajakuwa kansela, hajakuwa chochote, na akakushinda kwenye uchaguzi wa uchaman kwake. Sasa mimi tukiongea masuala ya siasa, Ted Mwambire mweke kando, kwa sababu ni nani atamsikiza Ted Mwambire katika Kilifi? Sababu nitajia
Lakini anasema alihusika kusaidia Gavana Mng'aro kuingia katika uongozi, na anasema bado yuko ODM mpaka sasa. Kama kulikuwa kuna mtu mnafiki na ndio nimfanya anguke kura, basi ni Teddy Mwambire. Mimi unajua sitaki kwenda details sana. Mimi nilimsaidia sana na nilitaka tushirikiane sana, lakini yeye mwenyewe kwanza, yeye alikuwa amini kama Mng'aro atakuwa gavana yule Teddy. Ndio maana hatukumuona katika mikutano akiuza gavana Mng'aro, hatukumuona kabisa. Kwanza yeye mwenyewe alikuwa anakimbia mikutano Mng'aro. Mng'aro akitafuta gavana, yeye mwenyewe alikuwa anakimbia. Ni vile tu Mng'aro si mtu wa kuweka vitu ndani ya roho yake, lakini hangekuwa spika. Lakini Mng'aro ndiye alitufanya sisi, manake mimi mwenyewe nilikuwa napinga yeye asiwe spika, lakini kwa sababu ya nguvu ya Mng'aro akawa nani? Akawa spika. Lakini anasema bado yuko ndani ya chama, na unasema kwamba kuna wengine ambao watarudi katika hii chama. Je, pengine yeye akisema sasa pia mimi niko ndani ya ODM, pengine inaweza kuwaje kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Pengine akiwa atajirekebisha na tabia yake tunaweza mpokea. Unaona, ikiwa atajirekebisha na tabia yake ya uchochezi na fitina, tunaweza mpokea, kwa sababu si nimekwambia chama cha ODM sisi ni watu ambao tunaweza gombana na tukaelewana. Ikiwa atajirekebisha, na Mng'aro si mtu mbaya. Mng'aro amekosewa mambo mengi sana. Tuna mikakati tumepanga, mpaka mipangilio ya wabunge. Umeona bwana, tumepanga. Japokuwa Malindi tumeshaamua sisi. Malindi tushaamua. Kilifi North. Mliamua vipi? Maana kulikuja tetesi kwamba pia nao uende ukaruka Malindi kule. Hiyo tetesi hiyo imekuja. Imekuja ikawa moto sana. Na ni kweli nilikuwa na hiyo nia. Nilikuwa na hiyo nia ya kugombania ubunge wa Malindi kwa chama cha ODM. Lakini nikakaa na His Excellency the Governor. Unajua mimi namheshimu sana Mng'aro. Namheshimu sana tena sana. Sana tena sana. Na nikamsikiza akanielezea mambo fulani. Na nikamuelewa. Kwa hivyo sisi tunaenda na amina. Tunaenda na amina. Mahali ambapo tu tunataka tubadilishe, Ganze ndio peke yake hatujaamua. Ganze peke yake. Maana Secretary General kule ni Wapa ambaye sasa yuko na Aisha Juma. Nani? Tungule. Ndio Secretary General wao. Ndio hatujaamua, ndio tuko na katika maeneo bunge mahali ambapo kidogo hatuja parekebisha vizuri ni pale Ganze. Lakini tutaparekebisha. Si ya kwamba kwa ufuasi wa Mng'aro, kwa sababu ya ubunge. Tungule kama tunajaribu sisi kama wana ODM kutongoza yeye. Na tutazidi kutongoza yeye. He's a very good leader, na ikiwa tutakubaliana akivuka kwetu tutashukuru sana. Yes. Pale Magarini pale kuna changamoto. Changamoto vipi? Harry Kombe yuko pale? Hakuna. Wacha mimi nikwambie kitu kimoja. Tulikuwa na by election pale Magarini. Na ile by election ilimuumiza kichwa gavana wangu pakubwa sana. Mimi ndo niko karibu na gavana Mng'aro. Na unaona kule Magarini as a majority leader kuniona hata siku moja mimi kwenda kwa mikutano kuuza Harry Kombe. Nilikuwa nasaidia njia gani kutuliza ile hali, kumtuliza gavana wangu. Gavana alipata shida kuuza Harry Kombe. So mimi take it from me. Na hiyo nitamwelezea His Excellency the Governor. Lazima Magarini tubadilishe uongozi. Yes. Lazima Magarini. Juzi tu Harry Kombe amechaguliwa na hii ODM. Chagua kwa ODM kwa sababu kwanza alikuwa tutaki chama kiaibike. Na tulikuwa hatuna muda wa kutafuta candidate. Umeelewa? Ndio tukalala tukaenda na tukaanguka na Harry Kombe. Na tunashukuru, lakini alitupa kazi ngumu. So Magarini watu wajitayarishe, watu wa Magarini wajitayarishe, na mimi nakwambia as a majority leader wajitayarishe na kiongozi mpya 2027. Si Harry Kombe. Si Harry Kombe. Si Harry Kombe. Take it from me. Si Harry Kombe. Je, huu utakuwa ni uamuzi wa chama cha ODM? Mimi ni majority leader boss. Na sitaki gavana wangu aumie. Nilimhurumia. Hii kura ya Magarini nilimhurumia sana gavana. Mimi chukua kutoka kwangu. Kwa hivyo hii inamaanisha kwamba huenda pengine kukawa na mchujo labda kutafuta, kwa sababu Harry Kombe bado naamini atagombania ubunge wa. Huenda hata mchujo kusiwe.
huenda hata mchujo usiwe. Yule atakuwa upande wetu, tutapatia direct ili asipate shida, tujipange 2027, lakini si Harikome. Kwa hivyo na kama governor atamua ni Harikome, mimi mwenyewe niko tayari kupigia mtu mwingine kule kampeni, lakini si Harikome. Harikome lakini uzuri governor atatusikiza, mimi naamini atatusikiza. Atatusikiza. Tutakuwa na candidate mwingine. Labda changamoto kubwa ilikuwa ni gani katika uchaguzi mdogo ambao umepita? Changamoto ziko ni nyingi. Unajua ushirikiano na wananchi ni kitu muhimu sana. Ushirikiano na wananchi ni kitu muhimu, na mimi pia nataka kuambia MCAs wenzangu tuchunge hali si mzuri huko mbele tunapoenda. Tuchunge hali si mzuri huko tunapoenda. Unajua last general election 2022, out of 35 MCAs walirudi pale, naweza kukuhesabia Mheshimiwa kwanza Hasani, Tom Chengo, Mbura, Lewa Mkadi na Taura Mweni, nafikiri watano. Wangapi out of 35 elected walirudi ni wangapi? Kumaanisha kuna hatari gani? No, walirudi ni 6 tukiweka na Mae. Mae Madena. Walirudi ni 6 tukiweka na Mae Madena. Walirudi ni wangapi? Basi. Hii tunayoenda siwezi tabiri, lakini pia itakuwa si mzuri. Hii tunayoenda siwezi kutabiri, lakini pia itakuwa si mzuri. Hiyo unalinganisha na vile ambavyo uliona kule Magarini. Lakini tukizungumza hii Magarini, kiongozi ama mwaka 2022 MCA wa ODM kule naona alichaguliwa ni mmoja peke yake, ambaye ni yule wa Marafa. Sasa kule Magarini na jinsi ambavyo wanasema kwamba lazima mbadilishe Harikome, hapa tayari kwa MCAs bado kuna shida. Je, pengine ODM itajipanga vipi kuhakikisha kwamba ile Magarini mwaka 2000 tunajipanga? Kwa MCAs tunajipanga. MCAs tunajipanga. Unajua wako MCAs wale ambao wako na changamoto, lakini wamekuwa waaminifu kwa His Excellency the Governor, na wamekuwa pia waaminifu kwa wananchi. Japokuwa wako na pingamizi, tutaangalia ni njia gani tunaweza saidiana kisiasa. Umeona? Tutaangalia vile tutakavyosaidiana, tutasaidiana. Japokuwa kazi itakuwa si rahisi, lakini tutasaidiana. Wako MCAs ambao nimeona ni wakakamavu na ni wazuri kwa debate, ni wazuri kwa kusaidia serikali, wana mawazo mazuri. Mimi as a majority leader, mimi mwenyewe siwezi kubali waende nyumbani. Siwezi kubali. Lazima tutaangalia, hata kama kuna changamoto yote nitapeleka report. Nimetayarisha report ya kupeleka kwa governor. Siwezi kuwataja, lakini ni watu ambao tunataka tuwasaidie. Haya, mbali na hayo, pengine ghafla tu, kwa sababu kuna hii broad based government ambayo ipo na umehakikisha kwamba tiketi ni ya governor. Je, pengine kufanyike wanaita kizungumisheni ya kwamba serikali ya Aisha Jumwa ndo atapewa ticket ya broad based hapa Kilifi, kwa sababu bado iko broad based. Utamsupport Aisha Jumwa? Mimi nakwambia kitu kimoja. Unajua Waswahili walikwambia safari ya kesho pamba leo. Mwaka jana mwezi wa 8 ndo tulimaliza mipangilio ya Mung'aro. Mwaka jana mwezi wa 8 ndo tulimaliza mipangilio ya government, mipangilio ya siasa, wapi tunataka tufanye nini, hapa tutakwenda kivipi, hapa tutafanya. Sasa hii ni ile kuifuatilia tu ile mipangilio, lakini tulimaliza. Broad based government candidate wao ni Governor Mung'aro. Hakuna candidate mwingine. Hakuna, ndio nikakwambia alikatazwa hata kuvai kwa tikiti ya UDA.
Ninakwambia, unaona huyu wa PA, Secretary General wa PA alikuwa ni nani? Lucas Maita. Lucas Maita ndio wale timu sahihi watakuwa kipaumbele kuhakikisha Mng'aro amerudi tena katika uongozi. Umeelewa? Lucas Maita. Umeelewa? George Kiti, take it from me, atakuwa kipaumbele kuhakikisha Mng'aro amerudi gavana. Kumaanisha George Kiti labda mnaongea naye mimi nikakwambia hizi siasa tulipanga kutoka last year. Umenielewa? George Kiti atatafuta ugavana. Ndio nimekwambia kuna baadhi ya wabunge wa PA wanakuja wapi? ODM. Wanahama PA wanakuja wapi? ODM. Kuna MCAs wa PA wanahama PA wanakuja wapi? ODM. Usishangae George Kiti akafanyia Mng'aro kampeni. Take it from me. Lakini yeye anatafuta ugavana. Ngoja nikwambie. Unaona ile timu ilikuwa inamsaidia George Kiti, General Matete. Umeona? Wale ndio watakuwa wazee wa kuhakikisha Mng'aro amerudi tena ugavana. Ile timu yake yote General Matete. Umeelewa? Kutakuwa na sura mpya sana. Kutakuwa na sura mpya ya watu wa kumfanyia Mng'aro kampeni. Sura mpya. Na mimi nilikwambia watu ambao walikuwa wametupinga ambao sahihi watafanyia Mng'aro kampeni. Sijuzi tuliwapokea kina mama walikuwa ni wa PA. Walikuja pale ambao ni wafuasi sugu wa PA na walikuja kwa Mng'aro wakashirikiana na Mng'aro. Na mimi nataka nikwambie tuko na wafuasi wengi ambao wako na thamani kwa wananchi wa chama cha PA wanakuja kushirikiana na. Kwa hivyo hii mikutano anaofanya Aisha Jumwa kwa sasa nikana kwamba haina maana yote kulingana na wewe. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Nitajie mtu yoyote amba ana influence ndani ya Kilifi amesema Aisha Jumwa awe governor. Mtajie mmoja tu. Only one person, a politician, ambaye akisimama unajua huyu amesimama, akisema amesema. Nitajie mmoja peke yake. Nitajie mmoja peke yake. Sasa ni wale sijui wale kina Nyundo. Umeona wale kina Nyundo wale chokora wale. Umeona ule Peru ambaye aliangushwa pale, ameenda anasema sijui nani. Wale ni nani wale bwana? Tutajie sisi, ndio mimi nikakwambia tunataka Aisha. Yeye si ameenda PA. Si tuko na wabunge wa PA. Tuko na MCA wa PA. Awaita wote wamunge mkono. What? Kwa hivyo ODM, UDA sasa ni kitu kimoja hapa Kilifi. Na kitu kimoja tena kabisa. Na candidate wao ni governor Mng'aro. Wapo kina Jimmy Kahindi. Ndio nikakuelezea tumekuwa na mkutano bwana sisi. Na wakubwa wa chama cha UDA. Hakuna candidate wa UDA wa governor. Hakuna candidate wa UDA hapa ndani ya Kilifi wa governor. Hakuna, take it from me. Mimi ndio ninakaa kwenye meza ya mipangilio ya ugavana wa Mng'aro. Hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Ujumbe wako kwa wafuasi wa pengine wa ODM hapa Kilifi na wale ambao labda wanapigia pato kurudi kwa Gavana Gideon Maitha Mng'aro, ungependa kuambia nini? Mimi ninataka tu niwaambie tuko kwenye mikakati sahihi. Na tuko kwenye mikakati kuifanya chama chetu kiwe strong, na zile viti ambazo tulizipoteza wakati ule zikachukuliwa na UDA tunataka kuziregesha zije kwa ODM, na tunataka zile zikachukuliwa na PA wale MMC tunataka kuwaregesha, na nataka kuhakikishia bunge litakalokuja majority watakuwa ni ODM tena kama kawaida yetu. Na huenda PA wasipate mbunge hata mmoja. Tayari wako na wabunge hapa Kilifi. Ndio, na mimi ninakwambia kura zinakuenda wasipate mbunge hata mmoja. Huenda wasipate mbunge hata mmoja. Na mimi nataka niwahakikishie. Huenda wasiwe na mbunge hata mmoja.
huenda wasipate mbunge hata mmoja. Unajua kijana wangu, siasa ni mikakati. Mikakati na siasa ni mipangilio, na siasa ni rasilimali. Timu ya Mung'aro kama ni wafuasi wako, kama ni mpangilio wako, kama ni fedha za kisiasa ziko, hakuna kitu tumekikosa sisi. Zile vitu vote ambazo vinatakikana Mung'aro arudi gavana tuko nazo. Sasa utatuambia nini? Hakuna kama hatuna. Hakuna kitu ambacho hatuna. Kile kitu ambacho kinatakikana Mung'aro arudi gavana tuko nazo. Upande ule vile vile unasema hivyo hivyo. Wale hawana mpangilio. Hawana. Ndio nikakwambia kama wana mpangilio, si wangetuonesha. Umeelewa? Si wangetuonesha mipangilio. Jamani, leo tumemchukua Mheshimiwa Matumbo hapa, ametoka ODM, amekuja wapi? Amekuja pa. Tumemchukua Mheshimiwa Owen, ametoka ODM, amekuja pa. Tumemchukua Mbeyu, ametoka ODM. Hiyo ndio mipangilio. Sasa kwa mimi nimekwambia hiyo mipangilio hiyo sisi ndio tuko nayo. Na utaona hivi karibuni. Ndio nikakwambia Secretary General Lucas Maita ambaye alihudumu kama Secretary General atakuwa msemaji mkubwa wa Mung'aro, msemaji mkubwa katika hii kampeni, atakuwa mtu mkubwa sana katika hii kampeni, na yeye ndiye atakuwa anazunguka na Mung'aro kuzungumza kuhusu mambo ya paa. Lucas Baya Maita, umeelewa? Na ya kukushangaza zaidi nimekwambia, huenda George Kiti akasema Mung'aro arudi gavana. Mimi nakwambia, unajua kila kitu ni mipangilio. Sisi kama timu Mung'aro si watu wa kupayuka. Umeelewa? Si watu wa kwenda kuongea siasa mazishini. Si watu wa kupigana, si watu wa kupropaganda. Umeelewa? Si watu wa kuweka mapropaganda kwenye mita. Sisi tunaenda na facts. Sisi kwa sababu lengo letu sisi ni Mung'aro awe gavana, ni lazima tutulize akili zetu. Kwa matusi tuweke kando, vita tuweke kando, akili zetu zitulie, tuhakikishe Mung'aro amefanya nini? Basi. Ndio nakwambia tunavuta watu kama hao kina George Kiti, kina Lucas Maita. Umeona bwana? Tunataka kina Mheshimiwa Hassani Devil, tunavuta hawa minority, tunavuta kina Juma, tunawavuta. Wanaona watu wafuasi tunawavuta. Umeelewa? Yes, hiyo ndio mikakati. Na pengine mheshimiwa, tuzungumzie kidogo ile migogoro ya ODM ambayo unaonekana kuna pande tofauti tofauti, especially ile ya kitaifa. Je, pengine hii inaathiri vipi shughuli zenu za ODM? Kuna kiathiri yoyote. Chama lazima, unajua lile ni pigo kubwa sana, lilikuja kupatikana ghafla na watu hawajajipanga mpaka dakika, lakini dakika ya mwisho sote tutakuwa kitu kimoja. Sote tutakuwa kitu kimoja. Na ODM pia itakuwa kitu kimoja. Waziri Hassan Joho amekuwa akita bunge angalau kutuliza tu, tuwe kitu kimoja, tuwe nyuma yake. Umeelewa? Kwa sababu yeye ndiye amekufa na hii chama, amesaidia hii chama, na yeye ndiye mpana ambao tuko pale yuko kule juu. Unaona bwana? Kwa hivyo lazima, na yeye ni mwana ODM na ameita watu wa ODM. Kwa hivyo tutafanikiwa. Sasa hii hakuna zile changamoto ambazo zitatusumbua. Kwa hivyo mwaka 2027 mimi nakwambia kijana wangu, sura ya kampeni, unajua saa hii tutatoa wale campaigners, key campaigners wa Mung'aro hivi karibuni. Tutatoa wale key campaigners wa Mung'aro. Utashangaa ukiona zile sura. Watu watashangaa. Watasema hata huyu umeelewa. Kwa hivyo ni mipangilio. Yes, mipangilio. Si yule anatapata sisi, kisha sisi tunataka kusema tutafocus kwa mipangilio yetu. Agenda, mipangilio na miradi ya Mung'aro. Hatuwezi kusikia ati tunatusi ule Esha Juma. Sisi hatutotusi kabisa.
Na ninawaambia hata wale wafuasi wetu tusijaribu kutusi ile, tupange mipangilio. Wao wanasema sisi hatufanyi kazi, sisi tufanye kazi. Unaona bwana? Wanasema sijui hospitali hazina madawa, tuhakikishe hospitali zimefanya nini? Zimekuwa madawa. Hakuna maji, tuhakikishe kuna maji. Sisi ni mpangilio. Kwa sababu wewe huku ukisema hakuna madawa, mgonjwa ameenda amepata madawa, anakuona wewe, unasema wewe amekuona wewe ni nani? Ni mrongo. Bila shaka yalikuwa ni mazungumzo ambayo tumegusia mengi ya siasa, mengi ya maendeleo, na kwa wewe ambaye umetufuatilia kutoka mwanzo mpaka sasa, pengine punch yako ya mwisho kabisa tukifunga, mheshimiwa. Punch yangu ya mwisho ni kuambia wafuasi wa Gavana Mung'aro, bado tuko ngangari, musibabaishwe na maneno ya chama cha PA ama mambo ya Aisha Jumwa. Mama ni mtu ambaye tumemzoea, chama hichi tushashindana nacho na sisi tukakishinda. Kwa hivyo tusibabaishwe. Kitu kimoja ambacho ni muhimu tu, sisi kama wafuasi wa Mung'aro tusiwe watu wa matusi, tusiwe watu wa kupigana, tusiwe watu wa propaganda, tuzungumze facts peke yake. Na pia vile vile tukiona ni mfuasi wa Aisha Jumwa, tujaribu kumleta karibu awe kwa timu yetu hiyo, kwa sababu sisi tunataka ushindi na hatukatae mtu. Ndio maana tumeanza mikakati ya kuchukua watu wakubwa ya chama cha PA. Tumeanza mikakati ya kuchukua watu wakubwa kwenye chama cha PA. Kwa sababu gani? Tunaweka umakinifu, tunaweka huruma, tunaweka na utulivu. Hiyo peke yake ndio inaweza kumsaidia Mung'aro. Mung'aro hatochaguliwa kwa matusi. Mung'aro hatochaguliwa kwa vita. Mung'aro hatochaguliwa kwa propaganda. Mung'aro hatachaguliwa kwa malimbano. Mung'aro atachaguliwa sisi wafuasi wake tukiwa wapenda, tunapendana, tuwateni chuki, tushirikianeni. Wafuasi wa ile timu nyingine ikija, tuwakubali kwa sababu tunataka ushindi wetu sisi. Bila shaka nasema asanteni sana kwa nyinyi ambao mmetufuatilia, na bila shaka haya mazungumzo hayatakoma hapa, kwa sababu muda baada ya muda tutakuwa tunazungumza ama tunatenga muda, tunapata maongezi na tusikie kutoka jikoni, maana mengi yametoka jikoni hapa. Kwa hivyo haya jikoni utakuwa unayapata papa hapa, ujue jinsi mwelekeo wa siasa katika kaunti ya Kilifi unakwenda vipi. Kutoka kwangu mimi naitwa Robi Chome, nasema asanteni sana.